haamini kuhusiana kwamba kuna maisha mengine tofauti na haya. Sawa? Ndivyo ambapo mtu anakuwa hajaokoka. Anavyoishi katika maisha ya kiulimwengu, anaamini kwamba hamna maisha mengine tofauti na haya. Sawa? Yaani haamini upande mwingine wa Mungu tofauti na vile ambavyo dunia anaiona. Kumbe dunia imeharibika. Ataona tu yale yanayofanywa na ibilisi katika ulimwengu. Kwa habari yale ya Mungu anakuwa haamini. Haamini kwamba kama ni kwenye familia yao kuna ugonjwa ambao unaoita ni wa ukoo. Hawezi akaamini kwamba huo ugonjwa unaweza kuondoshwa kwa sababu umeua vizazi vingi. Haamini. Haoni. Kwa nini? Hayupo katika njia ya wokovu. Hajazaliwa mara ya pili kupewa macho mapya. Sawa? Kwa hiyo mtu ambaye sio wa kiroho, haamini mambo ya roho wa Mungu na hawezi kuyaelewa wala kuwaelewa wale waliokoka, maana hayo wanaoyafanya wale waliokoka anaona ni upuzi kwake. Anawaona kwanza ni wajinga kwa sababu mambo hayo ambao wanayafanya waliokoka waga hayatambulikani kwa namna ya mwilini, yanatambulikana kwa namna ya rohoni, tena kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Kwa mtu kabla ya kuokoka anakuwa ni kipofu, hata kama ana dini yake na hiyo dini inamtaja Yesu, lakini hajakubali kumwamini Yesu kwenye moyo kwamba ni Mungu na mwokozi wa maisha yake, na akamkiri kwa kuongozwa sala toba na akabatizwa kwenye maji mengi na kajazwa Roho Mtakatifu. Kwake huyo mambo ya rohoni ya roho wa Mungu huyaona ni upuuzi. Ndio maana kuna baadhi ya watu ambao tunawatambua kama Kristo lakini hawako katika msingi ya wokovu. Pale watakapoona watu waliokoka, walokole wanafanya baadhi ya vitu, watasema ndio sisi wote ni wa Kristo ila walokole ni hatuwaelewi. Yani haitakiwi kimfanye hiki kweni na kima fulani hivi msiombe kwa kupayuka. Hawaelewi. Sawa? Hiyo mnaosema kunena kwa lugha hiyo hapana. Yani ni vitu vya kijinga mnajaibisha. Na yeye huyo anayesema hayo na yeye anajiita Mkristo. Ila yote inatokana kwa nini? Ni kwa sababu ni kipofu. Kusema wewe ni Mkristo, kwenda sehemu ambao wanahubiri kuhusiana na Kristo, hiyo haikupi kigezo cha kusema kwamba umeokoka. Upo mchakato wa kanuni ya kimungu unaotakiwa uipate, ufuate, upate wokovu wako. Sawa? Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18 neno unasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo hata huyo ambaye anasema yeye ni Mkristo lakini hajakubali kufuata njia ya kuokoka, basi ujue ya kwamba ni kipofu bado, na ataendelea kuyaona tu yale yanayofanywa na watu waliokoka ni upuzi. Yapo makanisa yasiyokubaliana na mchakato huo wa kuokoka, wamepindisha vitu. Kwa hiyo toka huko. Kama kanisa halikuongozi wewe kumwamini Yesu kwamba ni Mungu na ni mwokozi pekee wa maisha yako, na hatua ya pili halikuongozi kwenye kumkiri Yesu kwamba ni Mungu na ni mwokozi pekee wa maisha yako kwa kuongozwa sala ya toba kama wanavyofanya hivyo walokole, kwa sababu hawajajitungia hiyo sala ya ukiri. Petro alimkiri Yesu kwamba ni Bwana. Ondoka kwangu Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Alikiri baada ya kuona ile miujiza aliyofanya Yesu kuhusiana na samaki. Paulo akakiri, ni nani wewe? Ila anasema Bwana ninayekuudhi. Alijua kwamba ni Bwana. Sawa? Alikiri. Ni Nathanaeli baada ya kuambiwa na Yesu kwamba nilikuona huko chini ya mtini, akamkiri kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hiyo sio kujitungia. Na jambo la tatu, kama ikuongozi kwenye kubatizwa kwenye kuzamishwa kwenye maji mengi, linakupoteza. Na kama likuongozi wewe kujazwa Roho Mtakatifu, au kwa jina jingine nasema kubatizwa Roho Mtakatifu, ambapo kunaambatana na zawadi kadhaa, ikiwemo na zawadi ya kunena kwa lugha,
kama linapinga hayo mambo au linapotosha moja ya msingi wa hayo mambo manne, hapo sipo mahali pako pa kuokolewa, wala hauko katika njia ya Kristo sio ya kuokoka. Wala Yesu Kristo hakutambui kama mwana wake, ila utabaki unaimba, ni mwanakwaya, utakuwa ni padri, utakuwa ni askofu, utakuwa ni mchungaji wa hilo kanisa, lakini mbinguni huendi. Kwa nini? Mungu hajipingi, anasimamia misimamo yake. Utasema ubatizo hata maji machache, si maji tu, maji ni maji. Hapana. Ikiwa Yesu Kristo alipokuja hapa duniani angemkuta Yohana Mbatizaji anabatizwa kwa bakuli, Yesu Kristo angekataa? Issue haikuwa kwa Yesu kubatizwa tu, ilibidi abatizwe kwa kuzamishwa. Ndio maana ubatizo ulifanyika mtoni, mahali palipo na maji mengi. Kwa hiyo vitu vya kimungu vimewekwa vifanyike kama inavyotakiwa. Amesema yule aongezaye neno juu ya neno hili wala apunguzaye hata kuwa na nafasi katika ule mti wa uzima. Ni katika kitabu cha Ufunuo. Sasa hayo ni mambo ya msingi ambayo tunatakiwa uyafahamu, nimekudokezea. Sasa tuendelee. Huyu mtu ambaye hajaokoka ni kama vile mtoto ambaye anakuwa yuko tumboni mwa mama hajazaliwa. Anakuwa na masikio lakini hasikii. Sawa? Hasikii. Na tunajua kwamba Mungu anataka kuwasiliana na mwanadamu kila wakati. Na upo uwezekano wa kumsikia Mungu pale anaposema kupitia masikio yako ya rohoni, kwa kuwa Mungu naye husema katika namna ya rohoni. Sawa? Mungu alikuumba ukiwa hai na akakuzaa kwa roho ili uweze kumsikia. Sawa? Sasa wewe uliokoka umepewa neema kuzaliwa katika roho ili uweze kumsikia. Kwa hiyo mtu ambaye hajaokoka hawezi kumsikia. Ila wewe uliokoka unaweza kumsikia. Utamsikiaje? Ni kwa kukaa katika neno lake siku zote kila wakati ili ujenge imani yake. Imani yako kwake. Na uweze kuelewa namna ya kumsikia huyo Mungu. Sawa? Na neno lake linasema kuwa imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Sawa? Mara nyingi hata Yesu alivyokuwa kabla hajaongea na kusanyiko la watu, alikuwa anasema mwenye masikio nasikie, mwenye sikio nasikie. Sawa? Hakuongelea masikio haya tunaoyaona kwa macho ya rohoni. Na hayo masikio aliwapa wale waliokuwa wamemwamini. Kuna mahali kwenye Injili kunasema naye Yesu Kristo akasema na wale waliomwamini. Mitume wake akamuuliza, mbona ukiwa na watu unaongea kwa mafumbo? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme. Kwa nini? Mmeniamini. Kumbe wale ambao hawatamwamini na hawatakubaliana na njia yake ya wokovu hawatasikia siri za ufalme. Ndio maana hata watakapoziona zinafanywa na wale waliomwamini wanaona ni upuzi. Kwa hiyo anakuwa na masikio lakini hasikii. Na pia mtu ambaye hajaokoka ni kama mtoto aliyeko tumboni mwa mama, na mdomo lakini hawezi kuongea. Sawa? Mtoto ambaye hayuko tumboni mwa mama anakuwa na mdomo lakini hawezi kuongea. Sasa hivyo ndivyo ambavyo anakuwa mtu kabla kuokoka. Ila wewe uliyeokoka, Mungu anataka awe ana uhusiano na wewe, msemezane. Kwa nini? Umepewa uwezo wa kuongea naye. Sawa? Jambo hili linawezekana tu kama ukiendelea kuwa hai katika roho, katika maisha yako ya kuokoka uliyopokea. Na ili uweze kuwa hai ni muhimu ujifunze neno la Mungu na kukaa mbali na dhambi. Sawa? Ili uweze kuwa na ujasiri wa kulitumia ile neno la Mungu na kwa ubiri wengine pia wapate kuokolewa. Sawa? Anataka Mungu uzungumze na yeye. Na pia sio uzungumze na yeye tu, yazungumze yaliyo yake na kufikisha kwa watu. Hiyo inawezekanaje? Ni pale ambapo utakaa kwenye neno la Kristo. Kwa sababu naye Mungu huongea na sisi kupitia neno lake.
Tumeelewana? Haya. Jambo jingine, yule mtoto ambaye yuko tumboni mwa mama anakuwa na mapafu lakini hawezi kupumua. Sawa? Ana mapafu lakini hawezi kupumua mpaka amezaliwa. Sasa na yule mtu kabla ya kuokoka, mtu akiwa hajaokoka anakuwa ana pumzi ya uhai, ya uzima, lakini hawezi akaivuta au kuitumia. Sawa? Tunajua kwamba mtoto anapozaliwa jambo la kwanza analofanya ni kulia. Analia ili itoke nini? Ili mapafu yake yatanuke na aanze kupumua kupitia mapafu yake. Tumeelewana? Na kwa upande wa sisi ambao tunamfuata Kristo Yesu, Mungu katika nafsi roho, Mungu Roho Mtakatifu ndiye pumzi ya uzima. Kwa unapopokea Bwana wetu Yesu Kristo, unaipokea hii pumzi ya uzima ambayo ni Yesu Kristo. Tumeelewana? Unaipokea. Ndio maana tunaiita uumbaji wa kiumbe kipya. Kama vile Mungu alivyoumba, kafinyanga ile udongo akapuliza pumzi ya uzima, unakuwa umeumba upya, unapuliziwa pumzi ya uzima. Pumzi ya uzima yenye kushinda dhambi na mauti. Sawa? Na unapokuwa umezaliwa mara ya pili, huyu Roho Mtakatifu hufungulia nguvu ya uhai wake. Hiyo nguvu ya uhai wake ni nini? Ni nguvu ya kushinda dhambi na ni nguvu yenye kukuongoza kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Na hiyo inakufanya uweze kupondeka uweponi mwake Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo unapoanza kulia Aba, ukimaanisha Mungu aliye Baba yetu wa mbinguni. Sawa? Sawa. Tumeona hayo mambo. Lakini vipi pale mtoto anapozaliwa? Ndipo mtoto anapozaliwa, kile kitu mtoto anapozaliwa kutoka tumboni mwa mama ni kama anaingia sasa kwenye uhai sasa. Yaani uwezo wa kutumia uhai wake. Alikuwa haitoka kule tumboni, lakini hakuwa na uwezo wa kutumia uhai wake. Na uhai wake haukuwa una uwezo wa akadhihirisha kwamba mimi niko hai na mwenye uwezo wa kufanya hiki na hiki mpaka ametoka tumboni. Sawa? Sasa uhai kwetu sisi tulio wanadamu ni mpaka pale mtu anakubali kuokoka. Sawa? Ndio unapodhihirisha uhai mbele za macho ya Mungu, ndio unapohesabiwa uko hai. Sawa? Ndio maana Yesu alisema waache wafu wazike wafu wenzao. Kwa nini? Wale aliokuwa anadai yule mwanafunzi kwamba niache kwanza nikazike baba yangu ndio nije nikufuate. Yesu alijua baba yake na wale watu hawakutaka kumwamini Yesu. Na Yesu toka muda ule wale watu ambao hawajamwamini hata mpaka sasa wanahesabika kama wafu. Kwa hiyo mtu anapokuwa amemwamini Yesu na kumkiri kwa kinywa chake kwa kuokoka, pale anaanza kuhesabiwa kama hai. Kwa hiyo mtu anapookoka ndipo anapoanza anahesabiwa na Mungu sasa, huyu yuko hai sasa. Katika mimi Mungu yuko hai. Sio katika mtazamo wa kuwa hai kama kiumbe tu tunaona na anapumua na nini, lakini katika uhai wa kimungu ndio anaonekana yuko hai sasa pale mtu anapokoka. Sasa na mtu anapozaliwa tunajua anaoshwa vizuri. Sawa? Mtoto anapozaliwa pale anaoshwa nini vizuri. Na vivyo hivyo mtu pale anapokuwa ameokoka, sawa? Mungu anamtakasa kutoka katika zile njia ovu na uchafu aliokuwa ameufanya huko nyuma. Sawa? Na kupitia damu ya Yesu anafanya kuwa safi. Tumeelewana? Na anakuwa amepewa uwezo wa kuitumia damu ya Yesu kujitakasa hata pale anapokuwa ameingia katika udhalimu, ili atoke katika huo. Sawa? Waraka wa kwanza Mtume Yohana sura ya 1 mstari wa 8 mpaka 9, neno linasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo kwetu. Ila tukiziungama dhambi zetu, yeye Mungu ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Sawa? Tukisema kwamba tuna dhambi tutakuwa tunajidanganya. Sawa? Na kwamba kweli itakuwa ipo kwetu. Siamini.